Iweje wewe ndo mtawala, arrijalu qawamuna ala nisai, unakisoswabu. Alafu wewe umampe mke wako anaiangalia dunia nzima. Na hii simu pamoja na TV ndivyo vilivyoleta maisha ya ajabu. Wanawake wengi lakini vitu hivi havikufanyiwa semina, ndio maana vinaleta madhara. Nani atakubali kwamba simu ili lifanywa semina? Sasa utakuta wanaume wengi mwenye simu ambaye anaona dunia nzima ni mwanamke. Sasa atakapokaa pembeni kitandani umelala naye akapiga na mama chati, usilaumu, ilaumu nafsi yako wewe. Asilaumu chochote, ajilaumu nafsi yake. Iweje wewe ndo mtawala, arrijalu qawamuna ala nisai, unakisoswabu. Alafu wewe umampe mke wako anaiangalia dunia nzima. Na hii simu pamoja na TV ndivyo vilivyoleta maisha ya ajabu. Wanawake wengi tunahitaji kuangalia mapenzi yetu, ndoa zetu, maisha yetu yawe kama ya wale waliokuwa kwenye TV au kwenye simu. Kina mama tupo atupo? Tupo. Swali Mtume Muhammad. Mmoja anasema mashehe wamefunga kongamano, siwache tuachilie tuondoke. Bado tumswalie Mtume. Tumesahau kidogo kitu ndio tunamalizia. Kwa hiyo nataka niseme ikudharau familia. Kwa hiyo mwanamke sisi tunaingia na kutoka. Jana nilieleza kitu kinachoitwa nakswatu na akili wa dini. Sisi wanawake ni wapungufu akili na dini. Sasa kwa mfano kama hapa na kuweka hapa ni dini na hapa ni akili. Hii akili ndio inaishi na mume na watoto na familia. Hii akili. Kwa hiyo akili sio kwa na akili. Akili sio na afya. Basi ndio hii anatumia TV na kwenye simu kuangalia maisha ya wale waliojirema katika hospitalini. Kwenye TV anaangalia, kwenye simu, kwenye TV waliojirema na anataka awe kama wale, lakini haangalii kipato, haangalii maisha, haangalii dini, haangalii kitu chochote. Yeye anataka kama wale. Wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo wanawake tumepewa go ahead ya biashara za sokoni na sehemu nyingine bila kupewa elimu na mipaka. Na ndio maana na wanawake tukienda hata msibani, utakuta msiba huko hapa, yeye kakaa nyumba ya tatu kule, alikwenda msibani, ameomba ruhusa kwenda msibani. Nyumba ya tatu kutoka alipokaa yeye kwa nyumba ya tatu ndio kuna msiba, anapiga hadithi zake, gumzo zake, maneno yake, anasema aomba ruhusa kwenda msibani. Yaumul qiyama utasimamishwa mlangoni, hukufika katika msiba. Wa inna ilaihi rajiun. Tumswalini Mtume Muhammad. Kwa hiyo mwenye kuwadharau familia yake, wanawe, mke na mume, atapata hasara ya maisha ya amani na utulivu yaliyo mazuri. Wadawamu hali mina muhali, wanasema wenyewe. Wadawamu hali mina muhali, wasomi wanasema, mimi mwenyewe ndo kama nilipochukua kwa mashehe kina Sheikh Umar Famito ndo nimechukua huko. Kudumu katika uyana. Wadawamu hali min almuhali, kudumu katika ujana ni jambo haliwezekani, isipokuwa utazeeka, familia yako itakuletea wewe, utashindwa, familia yako itafanya nini? Itashindwa kukuletea ushirikiano, ima itakuletea maji, sabuni, msuli na vitu vingine. Na kama uliwadharau utapata kama nyani nyangwembwe, utakuwa toswalini Mtume utabaki kama nyani, utabaki kama nyani ngwengwe. Inalilahi. Na si ajabu wewe ulikuwa shekhe, si ajabu wewe ulikuwa mkurugenzi mtendaji wa bandari, lakini ulishindwa kuleta ushirikiano katika familia yako, ukashindwa kuleta ushirikiano katika jamii, ukashindwa kuleta ushirikiano ulipokuwa natawala. Utabaki nyani ngwengwe, unazunguka huko na kule. Ukikaa kwenye kikao utakuta wenzako wanacheza bao, wanaweka ndani warangi kwa wanacheza bao, wanasema tunga halala. Basi wewe utalala usingizi tu, hutaelewa kutunga, hutaelewa kulala, hutaelewa chochote, kwa maana hukufanya ushirikiano. Utakaa kijiweni ukishangaliwa kama nyani ngwengwe, yani hauna kama na aina yoyote.
Tumswalini Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ishi nao vizuri, watakuletea msuli, watakuletea maji, watakuletea hiki, watakuletea hiki, watakumbuka ile wale uliowatendea wema. Wema hauozi. Watu waliowatendea wema si wataendelea na wako kutendea wema. Lakini kama kufanya ushirikiano nao, hawataweza kukutendea wema, watakuona ni mtu wa ajabu katika vigenge na maisha mbalimbali. Tumswalini Mtume Muhammad. La tano anasema wa man istakhafa bi awamiri llahi wa rusulihi, anasema na mwenye kudharau, anasema takhafa bi awamiri llahi wa rusulihi khasira ridha Allah, na mwenye kudharau maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mitume atapata hasara ya kukosa radhi za Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaishi duniani hadi ukijua kumbe Mungu hakutaki hata kukuona. Tumswalie Mtume. Unaishi lakini Mungu hataki hata kufanya nini? Kukuona. Kwa sababu hata Mtume katuambia ithnani la yanzuru Allah yawm al-qiyamah. Watu wawili Mwenyezi Mungu hataki kuwaona katika siku ya kiyama. Watu wawili. Nani? Tumswalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Tumswalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sharu sui ni jirani muovu, wakati urehim na mwenye kukata nini? Undugu. Kwa hiyo anadharau ndugu ni katika wenye kukata nini? Undugu. Tumswalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Tumswalie Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Pointi kuu ni katika kipengele cha pili, tunadharau viongozi.